Bwana, kitu kikubwa ambacho nilikuwa nataka nikwambie, niko na mrembo anaitwa Nice. Nice, mambo vipi? Poa mzima. Hongera bana, wewe ni mrembo Asante. na uzuri. No bana. Bana, watu wengi wanakuona tu kwenye mitandao lakini hawajui lifestyle yako. Wewe ni mtu ambaye upendeagi vitu gani Nice? Mi jamani, nayo yani sijui sipendi nini, sipendi tu madharau tu hivyo, yani ndo kitu ambacho tunachukia, mtu kumdharau tu, mtu kumchukulia hivyo, maana mi sijai kumdharau mtu, sijui lakini Yeah. Kuna mwanaume mwenye upendo wa kweli, kuna mwanaume mwenye pesa. Unaenda kwa nani? Yani hivyo, kuna mtu kaeka milioni 500, kuna mtu analialia tu kwenye Instagram, na wewe unaona kabisa biashara inahitaji kuwekeza kidogo. Unaenda kwa nani hapo? mi nitachukua tu hizo hela, mapenzi baadaye. Milioni 500 sinafungua elikaa nyingine. Sasa ndo hivyo ya, alafu anataka awe na wewe, alafu kuna mtu analialia sana, yani ile namna gani? Si unamtuliza tu, nakupenda baby, huku unachukua hela. Wanawake akili nyingi. Yeah, kwa upendo wa kweli pesa, tunazamba kwenye pesa, au sio? Afu anakutuliza tu, unajua utatulia. Twende type ya mwanaume ambaye anaweza akakumiliki na ukatulia na usiwe na mambo mengi, aweje? Kwanza namba moja, mwanaume ambaye mimi sisemi uongo. Mwanaume ambaye nimempenda mimi ndo hatateseka, ila ambaye amenipenda yeye afu hajanifundisha nikampenda, nitamuumiza sana. Ila yule ambaye nimempenda mimi jamani, nitahangaika. Hata ukitaka kuonga nitakuonga tu, nitajua nitapata wapi. Ni nani mtu maarufu, yani labda msanii mkubwa Bongo Flava au mwigizaji, content creator ambayo anaweza akapata nafasi kwa mwanao? Yani anaweza akapata nafasi kwa mwanao tu, maisha mengine akaendelea. Wote ambao wako kwenye game, wote wanaoishi na mimi vizuri zaidi. Jamani, sijui nimtaje nani. Mtaje yote. Natamani wote. Mmoja tu ambaye atakuwa na nafasi nzuri kwako. Wa kike wa kiume? Wa kiume. Jamani. Mmoja tu. Mpe mmoja tu. Jamani, hapo ni pagumu. Mimi nawataka wote. Sasa ni mmoja tu ambaye anataka kusupport, yani nani unatamani asupport kwenye biashara yako? Achana na kwenye mahusiano. Sio hata niseme nani jamani. Hilo swali lako limekaa kimkakati. Nikimsema huyo mmoja, wengine wakichukia sijawasema. Yani wengine wote umesema ni wote, lakini kuna mmoja nitakaje kukusupport, mkae mzungumze. Nani unatamani uzungumze, umshauri kitu? Nani? Sio mapenzi, sijasema mapenzi mimi. Nani? Mimi nitamtaja tu, ila sio kama atakuja. Diamond Platinum. Diamond Platinum, safi sana. Tumeona Zuchu ndo hivyo tena. Utamani na wewe yale aliyofanyiwa Zuchu, kwa sababu tumeona Zuchu sasa hivi kile kilichotokea, pesa, mtoto anazaliwa anakuwa tajiri. Wewe una mipango hiyo? Nina mipango. Sasa ndio hivyo, nitafutie baba mzuri. Kwanza nampa hongera Dazu. Hongera sana, amejifungua salama. Mwenyezi Mungu amkuze mtoto wake kwenye mazingira ya kumpendeza Mwenyezi Mungu na maadili mema. Twende kwenye swala zima, kilichokuumiza sana pale ni nini ambacho ukawishi naye one day? Yes, si ndo kama hivyo jamani, umepata baba mzuri, ana hela, anajulikana, kwao anasapotiwa na matajiri wenzake, si unaona kama hivyo. Kwa hiyo at least na mimi siku nikichagua mwanaume sahihi ambaye yuko vizuri bana, hela, anakuwa na matajiri, na mimi siku nikizaa huenda na mimi nikapewa. Isipungue milioni ngapi benki kwa mwanaume ambaye atakuwa baba mtoto yani isipungue milioni pesa gani yani? Mimi sijui, siwezi kuweka kiasi. Ila natamani mwanaume wangu awe anayo tu hela ya kunitunza, kutunza familia yake. Hivyo siwezi kwenye bilioni na milioni 500, ipi ambayo unatamani awe nayo benki? Yaani kabla ya yote anatamani awe nayo benki kiasi gani? Yote bwana atakaye kuwa nayo, ila tu inakidhi mahitaji yake na familia. Akiwa ana pesa hapo anataka mtoto, sasa atasubiri mimi nitafute hela nipate ndo nizae. Tunaenda vizuri na Nice bana. Sasa hivi wadada wengi wa mjini utasikia ndoa yao milioni 500, mtu si bilioni, mambo mengi wanajitamba, lakini wewe uko tofauti sana, umejikita kwenye biashara. Changamoto ya wanaume wengi wa Tanzania ni ipi ambayo wadada mnashindwa kuwa nao na kudumu nao kwenye mahusiano? Shida ni nini? Hebu waambie.
wanataka mambo haraka haraka, mapenzi haraka haraka. Yaani mtu anakukuta leo jioni anakuambia unataka shilingi ngapi? Unaweza kujiuliza huyu mtu ukianza kumgombeza nasikia tu hayo mambo yapo tu. Hata kama nakupenda, hebu hivi kweli wewe unaweza mtu akaja akakwambia yaani leo tu anataka leo, anataka mechi leo. Hapo tu. Hizo umekutana nazo sana hizo? Sana. Lakini kuna wengine tu wasara, mtu kwanza anakuomba namba. Anakuuliza tu kwa wapi, niko saluni, unashangaa umepokea 200,000. Hapo hiyo mama utanyoa. Yaani kuna wanaume tu wako mpaka aje kuomba mapenzi, ushakula hata milioni. Hivi ushawahi katika safari yako ya kondakta, ushaikutana na mwanaume ukampenda au mkadeti naye kuanzia safari inaanza mpaka mnamaliza? Yaani hebu kumbuka kama moment kokote kama mahusiano ambako kalianzia kwenye ukondakta wako. Ilikuwaje hiyo? Kazini. Alikuwa tu mmoja alikuwa anampenda mimi. Mlikutana naye? Alikuwa tu uko ni mfanyakazi. Ulikuwa na dili na unasemea kwa abiria, labda mfanyakazi fresh, abiria labda mmekutana naye huyo hapa mara ukapenda vile ambavyo mkaongea naye vizuri, mkawa na mahusiano. Kumbuka sio mbaya. Abiria. Ishatokea ila hatujadumu. Yes, hatujadumu. Alikuja kutembea na mwenzangu, yaani sio abiria wanakuaga na shida gani. Leo anaweza kukupenda wewe, kesho akamuona mwingine. Yaani sio hata wanakuwa. Yaani hivyo, afu mwisho wa siku inaweza kaja ikatokea wamejua. Unakuta sasa umeshajua. Ametembea na huyu umejua. Kwa hiyo mimi tu nikishajua hivyo na kuaga bwana tusichanganyane. Kila mtu achukue 50 zake. Hivyo Kitu ambacho uliweka heshima. Watu wengi wanasema ulitembea na ule bosi wa yale mabasi. Hebu iweke sawa, ni kweli au uongo kabisa hujaifanya vitu kama hivyo? Yaani ni uongo kabisa. Yaani mimi sijui itakuwaje, lakini siwezi kutembea naye, haitokaa. Nilifanya kazi yake nikamrespect kama baba kama kaka, basi mambo mengine labda kama anatembea na watu wengine mimi sitembea naye. Kwenye simu yako DM nyingi sasa zinazoingia ndizo akina nani? Yaani ongea tu ukweli hapa tuko mbali na ile interview yetu. DM nyingi ambazo zinaingia kwenye simu yako ni za kina nani? Amna, watu tu wa kawaida. Yaani watu wote, ila kuna mtu akiingia kabisa unajua huyu namfahamu kwa sababu labda ni famous, namjua kwa sababu ni tajiri, namjua kwa sababu amefanya mambo moja mbili tatu hivyo, kwa wanatofautiana tu hivyo. Ikatokea DM gani ambayo uwezi kujibu ni DM za kawaida? Ni wateja wako ambao wanakuja sana pale kwenye eneo lako. Liko wapi kwanza, hebu jitambe kidogo. Liko wapi? Magomeni Kagera. Pameandikwaje nje pale, na hebu elekeza mtu anayetaka kufika. Anayetaka kufika atakuja Magomeni Kagera, kama unatumia map ataandika tu Conway Hotel, ndo pale pale kwenye hiyo hoteli ndio pana nice food and drinks lounge, au kama una Bolt ataandika hiyo Conway. Wateja wako wengi sana, asilimia kubwa ni wakina nani? Wateja wangu wengi ni wa huko mtandaoni. Kuna mtu anakuja, jamani nilikuwa nakuonaga, leo nimekuja hata nikuone tupige picha, ambao sio wa picha zogea, tutasikia wewe ni Mchaga mwenzangu na kuonaga leo nimekuja kusupport, au nice na kuonaga ila leo nikasema ngoja nipite nje nikusupport. Yaani wengine wanakuaga ni mtu hataki picha hataki nini, lakini amefika pale. Kwa hiyo anafika tu ananiambia tu nimekudm nikakuona uko busy ujibu message bila nimeweza kuja. Kwa ni wa kiume sana sana? Wengi wa kiume jamani. Hapo wengi kweli. Wanaume ni wengi sana. Kwa mtu akileta mambo fulani njoo hapa tuwasiliane. Sasa hivi mtu akinipigia simu tutoke twende hapa, ambia njoo kwanza kazini kwangu hapa nipo. Atakuja pale tutaongea, nataka tuongee, tutakunywa, lakini tayari ashaongisha ofisi hivyo. Kama ni kutoka baadaye nikifunga kazi saa 7 saa 8, kama ni weekend naweza nikahama nikaenda sehemu nyingine. Kuna mwanaume ameingia kwenye DM yako akasema kwamba ana milioni kama 5 hivi, anaomba namba ya simu. Unamnyima unampa? Anampa, si hela jamani. Unampa namba ya simu? Sasa milioni 5 anasema na kuongezea milioni 2, nataka tuonane just story. Just story milioni 2, aje tuongee. Kuna mimi hapa ambaye kuna mimi hapa sina kitu, nataka tuonane. Utakuja kazini kwangu. Bwana, kitu gani cha umaarufu unakichukia sana ambacho unatamani tumalizie tuondoke? Kitu gani ambacho unakichukia ukipendi kwenye umaarufu wako? Labda yule ni maarufu, kwa nini amefanya hivi? Yule ni maarufu, kwa nini amekaa pale? Yaani hiyo mimi sipendi. Yaani mimi jamani, mkinikuta huko mtaani tuishi tu, pakula mkomantilia tutakula,
pa kucheza tutacheza, pa kunywa tutakunywa hivyo, yani eti nisichukuliwe kwa vile labda na followers yao. Najua yani siwezi kaniambia tu usifanye hichi, mimi najua mimi ni mtu mzima, kuna kitu hichi natakiwa nifanye, hichi nisifanye, na naona siwezi kufanya kitu kibaya ambacho kikawauzi watu ambao wananifuatilia, nadhani hamna. Haya, tumalize hili. Kuna msemaji wa timu ya Simba na msemaji wa timu ya Yanga, wako wote pamoja hapa. Yupi ambaye kidogo anavutia, yani unamkubali, yani anaweza akasema chochote ukamsikiliza, anaweza akakutoa dina mkatoka somewhere hivi ukakubali, kati ya msemaji wa Simba na msemaji wa Yanga, wako hapa pamoja? Mbona unanipa mitego ili nikose sio watu wa huko Yanga? Wote yani, sikia, achana na ushabiki, achana na ushabiki. Mtu nimewataja watu, sio timu zao, nataka watu. Yule msemaji wa Simba ananifurahisha sana, nitamfuata tu. Wewe unaona anavyochekesha chekesha hadi vitu vyake vinakuwa watu wanavitumia TikTok. Si unamuona hata ile ameenda Dodoma, amekuwa yuko anahojiwa yeye. Alisemaje sijui. Kwa hiyo msemaji wa Simba ndo anachukua nafasi. Anachukua tu. Msemaji wa Yanga akiweka chochote, tumalize jambo moja tuondoke. Kuna marafiki wale, njooni bana, njooni hapa. Njooni bana tumalize. Okay. Twende hapa. Okay, mambo vipi? Poa tajiri. Uko poa? Sana. Mitego huyo poa tajiri. Kwani ukimwangalia mwili ni wa kimaskini? Wa kitajiri leo na kitu. Mbona mimi sina kitu jamani? Ile aanze kufunguka noti hapa. Mbona mimi sina kitu jamani? Lile umelionaje wewe? Nini? Begi. Yani hapa jamani, hatari sana. Kweli hatari. Inabidi ndio hivyo tena. Sema mwaka huu ndaongea, ila hapa kwenye mic nikae kimya. Hongera sana. Bana, mko na nice au sio? Unaitwa nani? Zoo. Unaitwa nani? Love. Nani? Zoo. Uko single? Sijui kama nipo single, kwenye mahusiano ni situationship. Uko single? Situation. Kwa nini? Na wivu ulivyo mrembo. Hebu wape 360 kidogo. Hebu wape 360, zunguka kidogo. Jamani wanaume nyie. Jamani. Wanakusumbua. Unaona hisi shida iko wapi? Wanaume wanakusumbua kwenye swala gani? Unaona hisi rafiki yako anamsumbua kwenye kitu gani? Jeuri huyu, nakwambia anaweza akakuta mtu anampenda. Sisi kwamba sinipiga simu, wewe utapiga tena. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe mzuri sana. Kajeuri sana. Kwa hiyo yuko single. Kuna mkaka nampenda jamani. Nani? Mtaje hapa tufikishie ujumbe. Hawezi? Yaani kuna mtu unamuelewa, yani unampenda. Anajua. Hadi ashamwambia. Na ushamwambia? Mtu maarufu au kawaida? Ni maarufu lakini siwezi. Yaani hebu kuna mtu anampenda afu kumbe na nyie mnapendaga nyie. Mtaje. Bwana, mbona hii surprise? Alisha kudate. Lakini bado anamsumbua. DJ wangu anachoka kweli. Hebu tumalize kitu kimoja. Wewe unahisi kwa nini mshikaji anakusumbua? Sijui. Yaani vigezo vyote hivi mrembo afu mshikaji anakusumbua. Kila mtu ana machaguo yake. Mpe neno moja hapa, najua nakuona. Unamwambiaje? Baba nakupenda. Nampenda sana jamani. Kweli? Wallahi. Hasi malizia na jina lake tu atajua mwenyewe. Siwezi kumtaja. Na block yani nikitoka hapa. Nishalamba block nikitoka tu hapa. Nishaona. Nishajua nani, nitakuja kuambia baadaye. Tuje kwa upande wako. Uko single kwenye mahusiano? Mimi jamani, si nimekuambia hata sielewi. Sasa hapa tuko kwenye interview nyingine kabisa ya kumalizia. Uko single kwenye mahusiano? Sielewi, ila yeye mwanaume ananichanganya, ila tu mimi ndo ni kipengele. Mimi ndo mzingwaji, ila yeye ananipenda. Hujampenda au nini? Nampenda. Ila mimi tu nakuaga mzingwaji, mwenyewe ananipenda, afu mimi nikishamzingua sasa ndo anaanza. Kwa hiyo niko busy. Kwani wewe ni mtu wa mitandao? Shebaji ni mtu wa mitandao? Sio mtu wa mitandao, wala hajawahi kupost. Account yake kwa verification. Yani na ni private. Huyo mtu maarufu. Dada wewe vipi pia? Mimi niko kwenye mahusiano. Alafu huyu ninamuonaga kwenye Snapchat kama TikTok hivi, tofauti kabisa na hivi alivyo. Tofauti alivyo abara. Kwa hiyo wewe kwenye mahusiano ni uko fresh? Na mshikaji anazingatia nini maisha nene? Yes. Unahisi kwa nini wenzako wako single? Amna, sio kwamba wako single. Wapo kwenye mahusiano, sema ndio hivyo. Sio kama muelewi, mnaelewa, ila mahusiano yenu yani hamjataka kuyaweka hivyo.
yakaonekana hivyo Jamani, lakini mimi mahusiano yangu ninayo na ninampenda mwanaume wangu sana. Akatokea mshikaji hapa akasema naachana na ule mwanangu, mimi naweka bilioni 1 hapo, vipi? Hapana, mahusiano ni hisia, kwa hiyo sasa hisia zipo huko, hiyo unaongea ni mambo ya hela. Hapa Ni kweli alivyosema, mimi mwenyewe mwanaume wangu hapa nampenda, ananizingua sana. Sema sio ananizingua, mimi nazinguaga, ila ananipenda. Kama ni hela anayo, mapenzi anayo, yaani kila kitu anacho. Asanteni bana kwa time yenu, tumependa kile mlichokifanya. Mimi nashukuru sana ndugu yangu, asante. Mfike sawa, siku moja nakuja kuwatembelea, au sio? Umesema unakuja leo? Bwana, tunamalizia hapa chini ya